Waimbaji wameimba mambo mengi ambayo labda ningeongea. Mwalimu wangu juzi akaniambia kwamba kuna wakati msiwe mnakazania mahubiri. Kuna wakati Mungu anaweza pitia nyimbo na mkutano na barikiwa. Ndio maana watakia kupatia ubiri, wanasema huyu bwana njugu ya hivi kuna ubiri. Kumbe Roho alipita wakati nyimbo zilikuwa. Sasa kama haukuwa tayari ile saa, unabakia nyuma. Bwana sifiwe sana. Yeye akanishuhudia kwamba aliandikwa mkutano mkubwa. Sasa waimbaji walipoimba nyimbo zikabariki mkutano sana. Akasema mimi sina tena vya kuongea hapa sababu muda wa Mungu umepita. Sasa na mimi sina tena muda mrefu. Sababu nyimbo ziliimba zikatutikisa sote na tukajisi kwamba kila mmoja amejawa na Roho Mtakatifu. Sema haleluya. Amen. Roho Mtakatifu wetu haiko sio wa kutoa kwanza franka mbele. Ango kwa fatiwa blog ni ndio problem. Si leo ni siku ya Pentecost. Ndio baba. Pentecost haiko tu kusherehekea na kwenda huyo tu. Pia wakitoa wengi. Anasema iko sana datu mambo franka hapana. Anasema tu kama Pentecost wengine walitoaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpate wapi mtu mwenye Roho wa Mungu anakaa ndani yake? Hiyo ndio neno fupi. Pia swali sisi sote tujiulize. Tumpate wapi mtu ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake? Tunajua kwamba kila mmoja anakuwa na roho. Unaimba una roho na mimi nina roho. Tupate wapi mtu ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake? Tuko mkutano mkubwa wa Pentecost. Pentecost maana yake ni siku 50 baada ya Pasaka. Kuna wengine wanasema kwamba, sitasema wataalamu, wanasema Pente siku 15 koste malimbuko ya Wayahudi. Bwana tusaidie sana. Amen. Israeli walikuwa na sikukuu 7 ambazo walikuwa wanasherehekea. Na miongoni mwa hizo sikukuu 7 ambazo walikuwa nazo, walikuwa pia na sikukuu nyingine ambayo inaitwa sikukuu ya mavuno. Kila mmoja alikusanya mavuno ya shamba yake, wakakusanyika wakaileta pasi moja. Na wakati wa kuvuna shamba walikuwa wamepana pia sheria. Wakati unataka kuvuna shamba, usivune yote. Uache pembe 3 kwa faida za watu wengine. Pembe ya kwanza ni kwa ajili ya umaskini, na pembe ya pili ni kwa ajili ya wapitaji, na pembe ya 3 kwa ajili ya wageni. Kusudi likiwa ni kwamba kusionekane mtu hata mmoja ambaye atashindwa kwa sababu hana kitu. Maana ukiangalia namna walivyofanya na jinsi wanafunzi waliketi pamoja kwa umoja na vitu vyao vilikuwa shirika, ni vitu ambavyo vinafanana. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Walikusanya mazao ya shamba wakaweka fasi moja. Ukisoma Walawi ile 23 na verse yake 22, hiyo maneno utaiona hapo namna gani walipewa ruhusa kuvuna shamba, lakini pia wasivune yote. Shabaha ya mavuno ni kwamba kusikue mtu mwenye atashindwa kwa sababu ya kukosewa na kitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Tatizo yetu sisi ni kwamba mwenzenu anaweza lala njaa na wewe uko na depo mnyumba. Mwenzenu anasonga mabugali, nilishaka kwa sika niko kwa masomo Bukavu, nasikia njala
Nikapita basi moja nikakutana mgari alimtupa. Nikasema Mungu wangu, huyu mtu Mungu akusamehe. Bwana tuhurumie sana. Wakati ndugu yako ana kitu, wewe umwapo mko depo, lakini haujali kumsaidia. Na kuliko kumsaidia unaweza msema na kufukuza watoto yake kunyuma. Siku moja mchungaji aliimba kawimbo, wende kwenu. Bwana tuhurumie sana. Sasa tunawezaje kupokea Roho Mtakatifu wakati hizo hali zipo ndani yetu? Roho Mtakatifu anaweza kuzungumza namna gani wakati hizo tabia tuko nazo? Mungu atusaidie sana. Katika Agano Jipya sisi hatusherekei tena kwa mazao ya shamba na vitu vingine, lakini inakuwa sasa ni mmiminiko wa Roho Mtakatifu. Yesu alipokufa akafufuka, alimaliza siku 40 iko naonekana, iko najitokeza kwa wanafunzi. Hawa wiko wanatafuta samaki, Tiberi anachomoka na wakuta. Hawa watu wawili wiko Emmaus, wiko natembea, maongezi ya watu wawili, Yesu anawachomokea. Yes, alijionyesha panda karansu, iko najionyesha kwa. Na hizi siku zilipoisha, ni hapa Yesu akawaita kwenye chakula. Akaanza kuambia, msiondoke Yerusalemu, bali muendelee kuingoja ahadi ya Baba. Bwana Yesu atusaidie sana. Nao waliposikia, uliko wasikia ni Yesu anawaambia, Bwana akamuuliza hivi, Baba, je, ndio wakati utarudishia wana wa Israeli ufalme wao? Hiyo vitu vinafanana. Yesu anawaambia hivi, unifuate niko polepole sana juu usipotee. Ifo mkutano ya Pentekoste kwa inaisha unaenda na kitu. Hapana, hii Pentekoste inakuja inapita. Hii Pentekoste inakuja inapita. Ifo na wewe unakuwa na kitu. Bwana sifiwe sana. Biko kuchakula Yesu anawaambia hivi, msitoke Yerusalemu, muendelee kungoja ile ahadi ya Roho Mtakatifu. Nao wakamwambia, mfalme, je, ni wakati huu ndio tarudishia baba zetu ufalme wao? Yesu akawaambia hivi, si kazi yenu nyinyi kujua. Bwana sifiwe sana. Huko maswali zingine unajisumbua kako, sisi haziko zako. Usijisumbue kujua nini Mungu alinifanyaka mfupi. Haiko kazi yako. Jua nini Mungu alinifanyaka mweusi, hata nitafute mafuta na nyie nikuwe mwekundu. Ile haiko kazi yako. Jua nini mimi Mungu ananifanya nikuwe na lala njana. Ile haiko kazi yako. Jua nini mimi ndo tasa sina mtoto. Hiyo haiko kazi yako. Bile biko mikono ya Mungu. Bwana tusaidie sana. Yesu akawaambia, haiko kazi yenu nyinyi kujua. Biblia inaniambia hivi, alipokuwa akiongea maneno haya, akanyakuliwa macho yao, biko wanaangalia pamoja na kutazama. Ikifuri kimeziko kwa banabera ya Oba Hennessy. Bwana tukuzwe. Banabera ya Oba Hennessy biko wanaangalia. Ukatokea watu wawili ambao wanavaa manguo meupe, bakamauliza, mko mnatazama nini? Yesu alishaenda, na hivyo mnamuona ameenda, na njoo kisi atarudi. Bwana tukuzwe sana. Na mara moja bakatoka pale, bakasema basi turudi. Biblia inaniambia hivi, bakashuka tena, bakaingia ndani ya ile chumba ambayo walikuwa ndani. Biblia kifupi inaniambia hivi, ile Yehova alikonishubisi Bwana shughuli yake. Bwana tukuzwe sana. Bakaketi pale, bakatulia. Tengi walifanya pale mwile chumba cha juu. Kifuli
leo iko Biblia muisome sana. Ili nyumba ya ili murudie kiti. Banasonga barabota na Mungu. Bakaanza kuzungumza. Kitu kile walifanya pale, walisema Yesu alisema atatutumia msaidizi. Na pamoja na kututumia msaidizi, lakini hatuenei tena. Pamoja na kuchunga ahadi, usisahau vyenye Mungu alituambia. Unataka kupata hivi? Bwana tukuzwe sana. Pamoja na kuchunga ahadi, usisahau vyenye Mungu alituambia. Bakasema Yuda haiko pamoja nasi. Tutafute kwanza Mungu mwenye ataingia nafasi ya Yuda. Biblia inaniambia hiyo Matendo ya Mitume ile moja na verse yake na verse yake Matendo ya Mitume nitaisoma ile moja na verse yake ya 24. Kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana ujuae mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili ashike mahali katika huduma hii na utume huu aliokosa Yuda. Bwana tuhurumie sana. Unajua Yuda alikuwa fasi yenye haiko yake. Unaweza wakia mhudumu, unaweza imba, unaweza ongoza, kama uko fasi yenye haiko yako, siku moja wewe peke utaenda. Yuda alijitundikaka yepe. Bwana sifiwe sana. Wewe peke muda utafika unasema mie hapana. Fasi yenye ilikuwa yako utaenda tu. Unaweza ona mtumishi anaanza kurudika mkanisa na vuruga watu. Haiko yeye. Iko naelekea fasi yake. Unaweza ona mwimbaji kiburi na panda sana. Haiko yeye. Iko naelekea fasi yake. Mkristo anaweza kuwa haingii tena. Haiko yeye. Iko naenda fasi yake. Wanafunzi wakaomba, wakasema Bwana utupe mtu. Wewe unajua mioyo ya watu. Tofauti na leo. Nani atasimamia kitengo fulani? Bezetu waliombaka kwanza. Bwana sifiwe sana. Bezetu waliombaka kwanza. Wakasema Mungu jua mioyo ya watu. Utupatie mtu ambaye anafaa. Watakalo mshahara. Bwana sifiwe sana. Watakalo muhamu. Watakalo mlango. Watakalo mshindi. Bwana sifiwe sana. Bali angalia, wewe unajua mioyo ya watu. Wewe unajua watu. Utupatie nani mmoja mwenye tarajia fasi ya Yuda. Huyu mwenye alikosa hii fasi. Walipopiga kura kama mkia Matia, bakamkamata, bakamtia fasi ya Yesu. Yes. Kuko mainterpretation zingine za mbaya zinasema hivi. Aseme Matia hakufanyaka hata kazi moja. Aseme hakuombaka. Hapana. Hatufanani, hatutafanana. Kila mtu na neema yake. Hatufanani. Hizo mainterpretation za bongo. Tunaweza kuwa mapasteri sie wote. Lakini sie wote hatutahubiri. Mmoja atakuwa nyumba nataka bomoka naenda onya. Mnaishi wana na ukani bikola sawa. Kumbe pastor fulani alishapita kule. Ile inakuwa kazi yake. Unaweza kuwa unaona kama mimi napanaka meza. Na wauliza tu. Unaona kama mimi napanaka meza. Simuongee mtu kwa nyumbani hapa. Bila nishidaka. Bwana sifiwe sana. Bila nishidaka haiko vyangu. Bakitaka kuniambia wewe ndio utapana, niambia mzee. Wewe nani? Sasa mtayarisha mzuri. Bakutayarisha haiko kazi. Problemu ya kuitika. Wakati kazi iko yako acha. Itika mwingine afanye hivi. Kama mimi sitaweza kuhubiri ndani acha. Bwana sifiwe. Amen. Mie kazi yangu mpunga leo mpaka saa 2 tutasirima na wewe na sitachoka na sitagonja. Bwana tukuzwe sana. Amen. Kuko wengine wanafunzi wenye historia zao hazikujulikana. Kisa tu
vile walifanya. Bikaisika pale. Sasa Matia wanataka mvamia aseme yeye kisha kumchagula na kuombaka na kuombea chakula. C'est pas la fête de tout le monde. Kila mtu na kazi yake. Hakuna vile Matia angefanya. Lakini Roho ndo alimchagula. Bwana asifiwe sana. Tunaweza kuwa si wote mkwaya. Msitake nitoe sauti kwa nguvu, haiko kazi yangu. Mimi nikikusanyika na mwele, tunaongezeka, tunaimba na Roho anashuka yatoka. Si wote tutakuwa watumai. Si wote tutatumai. Bwana tusaidie sana. Si wote tutasema kwa lugha. Abanionaki yako anaanza pia tu anapatia fulani yeye kwa imbisi. Amina. Haiko kazi yako. Bwana tusaidie sana. Wakabaki mule. Watu wanaomba. Bili walifanya mule. Kisha pale ni maombi kwenda mbele. Biko wanaomba, biko wanalibia Mungu. Ngazi wa kisimba ni mbolu. Ula siku leo sana. Bwana asifiwe sana.